kulikuwa na waheremiti na wamonaki ambao walikuwa wasomi lakini walikuwa wachache. Basi wakasemaje? Basi ili tuendelee kusali, kutafakari maisha ya Yesu, tuhakikisha kwamba tunasali Zaburi 150. Tumsifu Yesu Kristo. Kwenye Biblia Zaburi ina sura ngapi? Kitabu cha Zaburi kina sura ngapi? 150. Kwa hivyo akasemaje? Sasa hapa kwanza, sasa hivi tutakuwa tunatafakari maisha ya Yesu kama wokovu, tukiangalia kitabu cha Zaburi. Lakini walipokuwa wanaendelea kutafakari, kumbuka hawa waheremiti, kuna wengine ambao hawakuwa wanaweza kusoma. Kwa hivyo akasemaje? Badala ya kufanya kutafakari 150 ama kusoma, basi tutaanza kusali sala ya Baba Yetu mara 150. Hapo ndipo rozari ilianza. Rozari takatifu tunayoijua leo ilianza kwanza kwa kusali sala ya Baba Yetu mara ngapi? 150. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Basi kwa kweli ukianza kusali sala ya Baba Yetu mara 150 itakuchukua muda. Sasa walikuwa wanafanya, walikuwa wanachukua kikapu fulani, wanakiweka hicho kikapu, alafu walikuwa wanachukua changarawe ama mawe. Ukimaliza kusali Baba Yetu ya kwanza, unachukua jiwe unarusha kwenye kikapu. Tumsifu Yesu Kristo. Unaendelea Baba Yetu ya pili, unachukua jiwe la pili unarusha kwenye kikapu. Walikuwa wanaendelea kusali sala Baba Yetu mpaka mara 150. Sasa baadaye wakaona kwamba kwa kweli inachosha sana. Wakatafuta kamba. Wakatafuta nini? Kamba. Wakatengeneza kamba ndefu ambayo ina sijui mnahitaji mafundo mafundo 150, ili wanaposali inakuwa rahisi. Ni kama hii hapa. Sasa mkanimagine kutengeneza kamba ambayo ina mafundo ngapi? 150. Kwa hivyo wanaposali sala Baba Yetu wanamaliza, wanaingia kwa fundo lingine la pili, hivyo mpaka 150. Kwa hivyo kadri kanisa linapozidi kuwa kwenye karne ya pili, karne ya tatu, karne ya 4, hivyo mpaka karne ya 10, walikuwa wanatafakari, walikuwa wanasali sana Baba Yetu mara ngapi? 150. Sasa tulipofika kwenye karne ya 11, 12, hapa sasa tutakuwa na utaratibu. Hapa sasa ndio tunapata wana theolojia. Tumsifu Yesu Kristo. Wasomi sasa hapa badala ya kusali sala ya Baba Yetu mara 150, basi wakafupisha ikawa mara 50. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaposali sala takatifu tunasali salamu ya ngapi? 11. Tumsifu Yesu Kristo. Huwa tunasali zungumza, tunasemezana, huwa tunasali ngapi? Hizi hapa tukianza salamu Maria, rozari nzima, huwa ni salamu Maria ngapi? 50 na ngapi? 53. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa katika karne hiyo ya 11 na 12, basi badala ya kutumia Baba Yetu, sala ya Baba Yetu, wakasema kwamba tutaanza kutumia salamu Maria. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi walianza, aliyeanzisha kusali sala ya salamu Maria mara 50 alikuwa anaitwa Mtakatifu Dominiko wa Prussia. Dominiko wa Prussia ndiye aliyefupisha, badala ya kusali Baba Yetu 150 akaanza akasema kwamba kuanzia leo ni vyema tukasali salamu Maria mara ngapi? Mara 50. Wakati huo
bado mafumbo haya tunayoyajua haya bado yanatambulika. Wakati huo walikuwa na sali salamu Maria, salamu Maria, salamu Maria, salamu Maria mara 50. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa wakati ambapo kwenye hiyo karne 11-12 Dominika akasema kwamba tunapoendelea pia kusali hii rozari takatifu, kutafakari maisha ya Maria, hebu tuongeze maisha ya Yesu. Baada ya salamu Maria fulani tunafanya tunatafakari maisha ya Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Basi wakasema kwamba basi baada ya salamu Maria fulani tunafanyaje? Tunaongeza, tunatafakari maisha ya Yesu. Sasa kadri historia ama kanisa lilivyozidi kuwa, baada ya Dominika kufariki, basi akaja mtakatifu mwingine anaitwa Alberto de Castello. Sasa Alberto de Castello yeye alisema kwamba sisi tulikuwa tunasali salamu Maria 50, lakini mimi kama de Castello baada ya kutafakari nitayaweka haya matendo kwa makundi mangapi? Makundi matatu. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana sasa tukawa na matendo ya furaha, matendo ya uchungu, matendo ya utukufu. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi baada ya hapo kulikuwa na Papa Pius wa 5 katika mwaka wa 1569. Basi aliidhinisha kirasmi kwamba kuna makundi mangapi? Makundi matatu ya matendo ya rozari takatifu ambayo tunafahamu: furaha, uchungu, utukufu. Lakini tunavyojua kuna makundi mangapi ya rozari takatifu matendo? Kuna makundi 4, sio? Sasa hayo yaliingiaje kwenye ama yalikujaje kwenye historia ya kanisa? Basi tulipokuwa tukiendelea kutafakari hayo mafumbo ama matendo ambayo yamegawanyika kwenye makundi matatu, basi baada ya miaka 40 kupita, Papa Yohane Paulo wa pili ambaye tunafahamu, sio? Papa Yohane Paulo wa pili aliongeza seti ya 4 ambayo ni mafumbo ama matendo ya mwanga. Ulikuwa mwaka wa 2002. Kwa nini aliongeza matendo haya ya mwanga? Ilikuwa ni kutafakari vile ubatizo na karamu ya mwisho ya Yesu kuifanya rozari kuwa muhtasari kamili wa Injili. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa hivyo wapendwa wangu, unapoulizwa kwamba rozari ilianzaje, usiseme kwamba ilianza na watoto wa Fatima. Hapana. Watoto wa Fatima walitokewa na Bikira Maria mwaka 1917. Inamaanisha kwamba rozari ilianza kuanzia karne ya 2, karne ya 3 na hizo karne zote. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo tunapoendelea kuzidi kusali na kutafakari rozari takatifu, tujue kwamba tunatafakari maisha ya Yesu, na kupitia kwa rozari takatifu tunapata neema za kipekee, na pia Mwenyezi Mungu atatujalia yale tunayohitaji kupitia kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria. Tumsifu Yesu Kristo. Tutaanza, nyimbo zote zitakuwa pale. Tuanze kwa wimbo wa kuingia ambaye na control John.